kupendwa sio kuolewa. Ukinipenda hata wewe ukiniambia nakupenda, umeniambia it's okay. Mimi nina ndio na hapana. Kwa hiyo labda mimi sisemeje. Sitaki kuongea vibaya juu ya pastor, maana yeye ni pastor. Ni tunafahamiana naye. Tunafahamiana vizuri sana. Sitaki kuongea vibaya kwa sababu bado pamoja na yote yule ni mtumishi wa Mungu. Okay. Kwa kuna heshima yake lazima niitunze, niilinde hapa. Lakini niseme yote kwa sijawahi kuoa. Mimi hivi nilivyo ndo Rose tu, nimebaki huyu tu mnanionaga siku zote. Yeah. Ukinichumbia nitakwambia subiri, tumuulize nani? Mungu. Na sio mmoja au wawili. Wengi nitawaambia subiri, kama ni wewe Bwana akiniambia sio okay, kama ni wewe akiniambia sio, kama ni huyu Mungu ataniambia tu. Yeah. Kama sio usinilazimishe niseme ndio. Kama sio usinilazimishe wewe, yeah, niishi kwenye wazo lako kwamba kwa sababu umenipenda sana basi na mimi niseme nakupenda. Basi au niishi kwa sababu umetaka sana. Sio kweli. Mimi kanuni ni moja tu kwangu. Hata uniambie nakupenda, hata uje kwetu nyumbani, hata uje kwa mchungaji wangu, finally mimi Roho Mungu aniambie ndio. Asiposema ndio, tulia kaa kimya, nitakwambia tu kama ni ndio. Yeah. So status pastor ni kwamba alionyesha upendo, anaonyesha upendo, Okay. Kwa jibu lake ni kwamba asubiri. Ngoje. Hello guys, what's up? Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Faisal Media, yet for another episode. Bila shaka, if it is your first time joining us here, kindly make sure just drop down there. Make sure you subscribe, turn on that notification bell ili wakati wote tutapokuwa tunaweka habari zetu, wewe utakuwa wa kwanza mtu wangu kunufaika, utakuwa unapata habari zetu tena zote kwa utendeti zaidi. Are you here? Maybe you're looking forward to work with us. Our number is 0720518316. Nambari zetu ambazo utatupata hapa ndani ya studio zetu. Bila shaka utatupata moja kwa moja 0720518316. If it is your first time kupatana na sura hii hapa kwenye mtandao huu wetu wa YouTube, hakikisha kwamba umesubscribe, turn on hiyo notification bell. I say kitu kimoja ambacho nitakwambia ni kwamba sitakuangusha. Remember, this is Faisal Media, the gospel table. Hapa tunakuletea yale yote ambayo yanahakikisha ambayo wewe inakupasa wewe ukayafahamu moja kwa moja. Now today episode of course ni story ambayo imekuwa kwenye mitandao sana. Mitandao imetrend sana kwingi, na ninayo matumaini kwamba wewe mtazamaji uliona. Ipo hapa kwenye video zetu hapa Faisal Media. Shuka hapo chini, tazama video, utaiona hapo. Nazungumzia nini? I say nazungumzia Malkia Rose Muhando ambaye aliweza kujitokeza. Okay, acha nisiseme aliweza kujitokeza. Aliyekuwa ambaye alikuwa anahisiwa kuwa mchumba aliweza kujitokeza, ambaye ni mchungaji kutoka hapa nchini Kenya. Aliweza kujitokeza akasema kwamba bwana Rose Muhando kashadondoka sokoni, hayuko sokoni tena. Bwana watu wakasema ya kusema, lakini hatimaye Rose Muhando mwenyewe alikuja akafunguka akasema bwana hayupo kwenye ndoa. Sasa mimi sijui tushike lipi tuache lipi, lakini sisi wenye wanahabari ambao tupo hapa kuhakikisha kwamba wewe unanufaika kwa hilo, wewe tuachie hilo, tutakuwa tunalifanyia kazi. Sasa bwana, leo hii Malkia Rose Muhando katika interview moja na radio fulani nchini Tanzania pale Iringa, ameweza kufunguka akasema ya kwamba anatamani sana kuolewa, lakini watu wengi ambao wanakuja katika maisha yake hawafahamu ya kwamba yeye mwenyewe, yeye binafsi ni madhabahu ya Mungu. Like a lot of people wanakuja na ile thought of mimi nataka kupikiwa, mimi nataka kuitwa babe. Haya mambo tu yetu ya kawaida, lakini mojawapo ambacho Rose Muhando ameweza kufunguka, amesema ya kwamba yeye mwenyewe ni madhabahu ya Mungu. Kwa hivyo yule ambaye atakayokuja katika maisha yake awe tayari kufahamu ya kwamba yeye haji tu kwa mke kuitwa beba ama kushughulikiwa pale nyumbani kutokana labda anapikiwa ama anafanywa nini. La hasha, Rose Muhando amelikanusha hilo. Amefunguka sana by the way. Bila shaka nitakuwa nakuwekea video hiyo hapo utaitazama. Lakini pia ameweza kufunguka akasema ya kwamba wanamuziki wengi ama waimbaji wa muziki wa injili wengi hawadumu kwenye ndoa kutokana na kile ambacho yeye amekitaja kwamba hawajajifahamu kujua kwamba wao wenyewe ni madhabahu, ya kwamba kama mtu anakuja katika maisha yako unajifahamu aje wewe kama mwimbaji, unajifahamu kama wewe umechaguliwa kueneza injili, ama yeye anakuja tu kutokana na wewe ukaitwe mke au mume wa mtu fulani. La hasha, nazungumzia both genders by the way, both men
and women. Sasa ameweza kufunguka sana, akasema pia hiyo ni changamoto ambayo waimbaji wengi wanapitia sana. Wewe unahisiaje by the way? Do you think that is the valid reason as to why waimbaji wengi wa muziki wa injili hawakai kwenye ndoa? And by the way, do you think, is it true by the way kwamba waimbaji wengi wa muziki wa injili hawakai kwenye ndoa? What do you think? Tumia comment section hapo. Use the comment section. Mimi nataka kusikia maoni yako by the way. What do you think about this? Natamani kusikia sana wewe unaliwaza vipi. Lakini video yenyewe ndio hii hapa. Lakini usisahau mwishoni mwa video hii hakikisha kwamba umesubscribe na umeturn on hiyo notification bell ili wakati wote tutapokuwa tunaweka video zetu wewe utanufaika, utabarikiwa sana na utakuwa umepata uhondo huu wote ndani ya Faisal Media. Don't forget to subscribe hapo chini. Road to 5k subscriber. By the way, mimi natamani sana by the end of this month tumehit 5k subscribers. So do not forget to subscribe and turning on that notification bell. Hii hapa ndo video. Hapana, bado sijaolewa. Ila napendwa sana, sasa mimi nashindwa kuolewa. Mbona hawajanipenda kwa msichana? Unadhani kwa nini? Bado, ila kuchumbiwa watu wananichumbia, wananipenda. Lakini kuolewa bado. Shida iko wapi? Shida iko hivi. Mimi nimebeba nini? Ya agano langu na Mungu. Hilo limekuwa, unajua wewe unaweza kuniambia Rose nakupenda nikuoe. Na mimi napenda. Lakini Mungu anasemaje? Je, huu ndio wakati? Maana hakuna jambo mimi unaona nimelifanya hata kukuinuka nilikoinuka. Miaka mingi nimetafuta kurekodi na mimi niwe kama kina fulani. Sababu wakati mimi na rekodi kwa kina Bahati, kina Jennifer na wengine wamesha rekodi. Mimi nikimuuliza Mungu ananiambia bado mpaka miaka 7. Kwa hiyo hata ile kuolewa lazima nimuulize nani? Mungu. Je, Mungu linalo kwangu likoje? Akisema tulia, kutini bora kuliko dhabihu, na tulia kwanza. Lakini kusema kupendwa, napendwa vizuri na ufupi wangu hivi wananipenda. Na kuna watu wengi sana mbona? Sana nje ya Tanzania, Ulaya, sijui wapi, lakini mara nyingi sana huwa naogopa nilichobeba kisije kikapotea. Je, huyu anayetaka kunioa anaelewa mimi ni nani? Mimi Rose hivi. Mimi ni madhabahu. Je, mtu yuko tayari kuitumikia madhabahu? Kwa hiyo asifikirie tu kwenda kusongewa ugali na kupikiwa na kuitwa baby love you, lakini hii anayoioa sio mwanamke wa kawaida, ni madhabahu. Je, yuko tayari? Madhabahu wakati mwingine inapitishwa kwenye moto. Je, yuko tayari kupita nayo? Kwa hiyo kweli mtu anakuja anasema kabisa Rose nakupenda nikuoe. Mimi na nini? Ni haki yake kunipenda. Na kabisa mimi napenda. Yaani niolewe hata kesho. Lakini hii nimebeba madhabahu. Namuuliza baba unasemaje? Haya, mimi nasemaje? Muulize anataka kuoa yuko tayari? Maana wewe ni madhabahu, yuko tayari kupita na wewe kwenye moto? Akipitishwa kama ukipitishwa kama Yeremia atapita na wewe? Au ndio wakati ule unapita anakaa wapi? Pembeni. Ile mwili mmoja tena haipo, anakaa pembeni. Kwa hiyo wanawake kama sisi ni kuolewa tunapenda, sio kwamba tupendi, lakini ni ngumu kwa kile tulichobeba, kwa sababu aidha shida ya madhabahu na yenyewe ina tabia ya kupigana. Madhabahu ni madhabahu ya Mungu na anakaa Mungu. Kwa hiyo Mungu akiona kuna utofauti kwamba huyu aliyekuja anataka kunyang'anya utukufu wangu, hapa lazima kuondoa. Ile unakuta unasema waimbaji akai na wanaume wanaolewa siku 2 ndoa zao zinavunjika. Sio kweli. Waimbaji wenyewe hawajitambui kama ni madhabahu. Nao wanaume wanaowaoa nao hawajui kama wamebeba ile madhabahu. Lakini kuna uhalisia hapo. Ukiangalia waimbaji wengi wa injili unakuta hawako tena ndoa. Ndio, hawako ndoa zao. Sasa ninyi mnasemaga waimbaji ni malaya, hawaolewi kwa sababu ya umalaya wao. Sio kweli. Mwimbaji amebeba madhabahu. Lakini yeye mwimbaji kwanza hajitambui kama yeye ni madhabahu. Mwimbaji anafika mahali anaona yeye ni celebrity kama alivyo Beyonce na wengine. Kwa hiyo anadhani yeye na wale kule sawa sawa. Yeye ni madhabahu ya Mungu. Madhabahu inapitaga kwenye moto. Wewe uko tayari kupita kwenye moto wewe mwenyewe? Mara umeolewa dume limekugeuka. Linabadilika, linakuwa jaribu. Uko tayari kuvumilia? Moja. Je, mwanaume naye uko tayari kupita kwenye moto asimame na wewe? Kwa hiyo wakiamua sasa, okay, napita kwenye jaribu. Hili jaribu lazima nipite. Mwanaume hawezi kupita, lazima atamuacha. Okay. Sawa. Katika watoto wako 3, ni nani ambaye amerithi kipaji ulichonacho? Watoto wangu 2 wanapenda kuimba, mmoja hapendi. Ila wawili wanapenda kuimba. Huyu mmoja yeye. Huyu mmoja. Wake 2 wanapenda. Mtoto wangu msichana wa kwanza anaimba sana. Anaimba kweli, lakini yeye haimbi nyimbo za kwangu, anaimba worship sana, anapenda worship kabisa. Yeye marafiki zake wote waimbaji wa nyimbo za injili. Nyimbo za sifa yeye sio sana. Mtoto wangu wa mwisho ndo anapenda nyimbo za sifa wa kiume. Naye anaimba tu vizuri sana. Huyu mwingine ambaye anasoma udaktari, yeye
ni mwanasayansi, apendi hizo vitu kabisa, yani hataki. Yeye anapenda tu kwenda kanisani kusikiliza neno. Akitoka kanisani atakwambia nimesikia mahubiri leo mama, kuna hivi, atamaliza. Yeye ana roho ya uchungaji ndani. Okay. Kabisa.